Watu wazima wameniogopa jamani. Watu wazima jazeni hiyo nafasi. Weka mkono wako juu. Haya, ruka juu sasa. Vigelegele kwa Yesu. Ruka juu. Mlioko hapo tuingie ndani. Vigelegele kwa Yesu. Weka mikono juu. Vigelegele kwa Yesu. Mungu wetu ni mwema. Watu wote njoni tumsifu Bwana. Ndio wimbo unasema. Sasa nikiwaita wale hawataki. Wacha mikono juu. Wewe uliyeketi hujanitendea haki, na wewe unanitoroka sijui umenitendea haki. Bwana Yesu asifiwe. Walio na watoto tu basi wabaki huko, lakini kama una mtoto ingia ndani tujaze uwanja. Sema amen. Fanya hivyo basi. Ili wanielewe Kiswahili. Weka mkono wako juu. Basi kama utaki, Mungu aliniponya, nitamwambia Mungu. Anzisha. Twende kazi. Nikifanya hivi tunaenda kwa sawa. Twende hapo sawa.
sifa Yesu. Wapata kukusifu. Fanya 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 fanya. Fanya taratibu. Watu hapa asibaki mtu hapa. Asibaki mtu yeyote hapa. Asibaki mtu yeyote hapa. Mimi si bandia. Fanya. Fanya. Kanyaga shetani, kanyaga. Nani asikia shetani? Kanyaga, kanyaga. Kanyaga shetani, kanyaga. Wewe kanyaga wewe. Wewe, wewe. Hallelujah. 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 Sema amina. Weka mkono wako juu. Sema asante Yesu. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Unastahili kuabudiwa. Haleluya. Sema amina. Inafanya kazi. Msaidiane Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sema fire. Msaidiane Yesu. Sema fire. Ile simu yangu nisaidie, sema fire. Ile simu yangu yuko hapo, sema fire kidogo tu. Baba, najua tumechelewa lakini naomba tu sekunde mbili tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sema Yesu yuko hapa. Sema Yesu yuko hapa. Sema Yesu yuko hapa. Sekunde mbili tu. Ukiona nimepanda juu ukata. Weka hiyo kidogo. Haleluya. Haleluya. Acha hiyo ngoma kidogo tu. Haifai. Ayaruka tu. Panisha. Weka mkono turusha tu. Wewe. Ruka tu. Igara kwa Yesu. Ruka tu. Nasema kuanzia ule mstari wa 5 mpaka mstari wa 10. Biblia inasema iweni na nia hiyo hiyo ambayo ilikuwa pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, na hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akataa namna ya mtumwa, akawa ana mfano, akataa namna akawa ana mfano wa binadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza
hata mauti na mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimkirimia, alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu Kristo kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Ongezea 11. Na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Yesu apewe sifa. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Wapendwa, ni habari za Yesu peke yake. Habari za huyu ambaye habari zake zilizungumzwa miaka mingi iliyopita. Manabii walitabiri ya kwamba atakuja Yesu Kristo Mwokozi atakaye ujia ulimwengu tangu Musa na hata manabii wengine wakubwa walizungumza, walitabiri habari za Yesu Kristo. Wakati huo zilikuwa mistari ambapo wanadamu yawezekana walizitilia machaka, wana walikuwa wakimtabiri ya kwamba dunia itapata mwokozi baada waliagiza uliloingia duniani likatanda katika dunia, watu wakapoteza matumaini, wanadamu wakapoteza sura ya Mungu ambayo Mungu alikuwa ameiweka ndani yao. Wajua, Mungu alisema na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa mfano wa Mungu. Akamuumba mtu mwanamume na mtu mwanamke ambaye ni Adamu na Eva. Sema amina. Jina la Bwana libarikiwe. Kama ungerekebisha hii sijasikia kabisa. Hapo sifa Bwana Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya hapo, wanadamu au mtu yule wa kwanza aliyeitwa Adamu akapoteza sura yake ambayo Mungu alimuumba nayo, sura ya Mungu akaipoteza. Akaipotezaje? Akatenda dhambi, kwa hiyo akapotea. Baada ya kutenda dhambi, akatoa sura nyingine, akatoa sura ya nyoka, akatoa sura ya mdanganyifu. Kwa hiyo akawa amejiunga na mdanganyifu ambaye aliitwa Lucifer, akajiunga na huyo. Yesu apewe sifa sana. Nanitensa kweli kweli. Yesu wetu asifiwe. Hakuna shida. Sikiliza tu niseme habari zake. Yeye aliye Mwokozi wa ulimwengu